mparachichi ambao huzaa parachichi ama avocado wengine wanavyoita. Lakini mwisho wa siku unapata kwamba parachichi ama mparachichi huwa unaota maua mengi sana kabla haujaanza kuota yale matunda. Lakini mwisho wa siku unakuta kwamba idadi ya maua yanayoonekana kwenye mparachichi huo kabla haujaota matunda ni mengi zaidi kuliko matunda ambayo hutokea baadaye. Unapata kwamba mengine yamekuwa shade off, mengine yamechubuka, mengine yametoka yakaanguka chini na kusalia yale yenye nguvu. Hivyo hivyo katika maisha. Utakuta kwamba katika maisha kuna wakati ambapo unalemewa. Unafanya masuala mengi katika maisha, labda umepanda labda mbegu zako shambani, lakini si zote ambazo huota kulingana na mtazamo wako. Labda ulikuwa unapendelea kwamba ziote kwa njia iliyo bora na zikupe mazao bora, lakini mwisho wa siku unakuja kwamba hupati nini ambacho unahitaji. Hivyo hivyo katika mparachichi huu unakuonyesha hali halisi katika maisha, msikilizaji na mtazamaji wangu. Hivyo basi ni kuwa mvumilivu, pata kila ambacho unakusudia, lakini kiwe bora zaidi kwa ubora wake na kwa wema wake. Na katika hali hiyo basi uweze pia kuweza kuwavunia wengine ama kuweza kuwagawia wengine. Kama ilivyo hapa, mti huu sio kwamba utasaidia mtu mmoja, utasaidia watu wengi sana. Wakati ambapo parachichi zimemea, ushaelewa. Kwa hivyo avocado inapokuwa mingi, basi inakuwa kwamba wengi watajivunia, wengi watafurahia, wengi watakula kutokana na mti huu. Lakini sio kwamba itasaidia mtu mmoja, licha ya kwamba ulikuwa unakusudia kwamba yale maua yangeota yakawa matunda, maua yote yangeota, lakini hayakuota. Lakini pia utakuta kwamba yanatosha, yale ambayo yaliota yalitosha kuweza kusaidia wanadamu waliopo eneo hilo. Ushaelewa. Kwa hivyo hii inakufundisha uvumilivu, ukakamavu na kila wakati ulenge mbele katika jambo ambalo unalitenda, au sio?